Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kiendelea na darasa letu la kila siku, kitabu cha Risalatul Jamia. Tumefika katika mlango unaosema hifdhul qalbi min al-ma'asi, kuhifadhi moyo kutokana na maasi au kutokana na madhambi. Asema mwenye kitabu wa hifdhul qalbi min al-ma'asi, na kuhifadhi moyo kutokana na maasi wajibun ala kulli muslimin, yalazimu kila muislamu. Wakadha, na vile vile hifdhul a'dha'i sab'ati, kuhifadhi viungo saba. Fardhu ainin, ni faradhi ya lazima ama faradhi ya binafsi. Ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu lazima watazihifadhi viungo vyake kutokana na maasi. Wa min maasi alqalbi, miongoni mwa maasi ya moyo, ashakku fillahi ta'ala, ni kuwa na shaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwepo wake, utendakazi wake, nguvu zake, kila kitu ambacho kwamba kinahusiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapotilia shaka, basi inakuwa tayari ushafanya maasi alqalbi. Wal amni min makrillahi, na kujiaminisha na makrillah, vitimbi wa Mwenyezi Mungu, yani kujiaminisha na adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa mimi siwezi kuadhibiwa, min kadhaa, hapa ni katika ngome na wanajeshi na hichi, basi jua tayari ushafanya maasi ya moyo. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, na kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Mungu asema kumwambia mtume wake kwamba qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, sema ya Mtume Muhammad, ya ibadiy alladhina asrafu, kuambia waja wangu ambao wamefanya israfu katika madhambi, wamepita mipaka, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Kata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa madhambi ambayo kwamba ni makubwa na yanapatikana katika madhambi ya moyo. Watakabburu ala ibadillah, na kufanya kibri juu ya waja wa Mwenyezi Mungu. Wariyau, na kufanya ria. Wal'ujbu bi ta'ati llahi ta'ala, na kujiona kwa kuwa umemtii Mwenyezi Mungu. Hata unapofanya taa ujue ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walhasadu, na vile vile kwa na hasad, walhiqdu, na chuki, ala ibadillahi, juu ya waja wa Mwenyezi Mungu. Wa maana alhasadi, na maana ya chuki, karahiyatu ni'mati, maana hasad, maana hasadi, karahiyatu ni'mati, ni kutukia neema, ala muslimin, juu ya muislamu, istiqbaluha, na kuifanya mzito. Hasad ni kule kuitikia neema ya mwenzako, kumtukia mwenzako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia, amempa kitu, au ukachukia kwa nini fulani apate. Huna haja kwamba na wewe upate kama yeye. Kwa nini yeye kupata? Ile kwa nini yeye kufanikiwa, yeye kwa nini ni yeye? Hiyo ndio inaitwa hasad. Kuna na ghibta. Ghibta ni kumwona mwenzako ako na jambo na wewe ukatamani uwe nalo kama yeye. Umemwona mwenzako Mwenyezi Mungu amempa akili ya kusoma, amempa mali yotumia kwa njia ya Mwenyezi Mungu, na wewe ukatamani na mimi ni kama fulani nipate, nifanye kama yeye. Hiyo inaitwa ghibta, wala sio hasad. Na hiyo katika sheria ya Kiislamu inatakiwa ikiwa katika mambo mema. Wa minha, na miongoni mwao madhambi ya moyo, al-israru ala ma'asiyati, ni kukakamia, yani kuendelea juu ya maasi. Walbukhlu, na ubakhili, bima awjaba Allah Ta'ala, kwa kila ambacho kama Mwenyezi Mungu amekipasisha, ukaziwia kwa kutoa zaka, kutoa sadaka, kusaidia maskini, kusaidia mafukara, takuwa unafanya maasi. Wasuu dhanni billahi, na kuwa na dhana mbaya na Mwenyezi Mungu, wa bi khalqillahi, na kwa waja wa Mwenyezi Mungu, kumdhani ya mtu vibaya. Tumesambia dhunnu bil mu'minina khaira, wa dhunnieni waumini mambo ya khairi. Lakini kaweni mtu mwenye kudhania vibaya tu, takuwa ni katika watu ambao kwamba wanafanya maasul qalbi. Wa tasghiru lima 'azzama Allah min ta'ati, na kulifanya dogo lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitukuza katika taa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuza jambo fulani, wewe ukalidharau na ukalifanya si kitu. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rak'atani qabla subhi khairu min ad-dunya wa ma fiha, kama qala alayhi salam, raka mbili za asubuhi kabla ya salatul fajr ni khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ukaona raka mbili nani kitu gani? Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha jambo kwa nini? Au maasiyatin, au kadharau maasiya. Mwenyezi Mungu ameweka
msisitizo katika maasi fulani kwa ni kitu tu kidogo, kama Mtume anasema ittaqun nara walau bishiqqi tamra, ogopeni moto wa jahannam hata kama ni kwa nusu ya tende. Kwa nusu ya tende tu kitu gani bwana? Takuwa umefanya maasi au Qur'an au kuidharau Qur'ani au muslimin au kumdharau Muislamu au ilmin au elimu au jannatin au pepo au narin au moto. Kullu dhalika min maasi wal khaba'ith al muhlikat, hayo yote katika maasi na machafu ambayo kwamba yanaweza kuelekea katika uangamivu. Waliyadhu billahi min dhalik. Bal ba'du dhalika, bali baadhi ya hayo mimma yudkhilu fil kufri, ni mambo ambayo kwamba yanakutia katika ukafiri. Ukidharau Qur'ani, kidharau harufu moja, ukaikana harufu moja ndani ya Qur'ani, tayari wewe ushatoka katika Uislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde na mambo kama hayo. Inshallah hapa ndio imekoma maasul qalbi. Tumombe Mwenyezi Mungu inshallah jalim alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum, as'adallahu awqatakum.